Bamtu. Asante. Unaendeleza kubugia udongo sasa. Sasa nifanyeje? Vipi, Musa haja kuchukua baiskeli yake? Haja kuchukua, sijamuona. Ila atakuja tu kuchukua. Hebu toka huko ndani. Njoo. Samahani dada, kuingia msio kama nimekosea, ni mlango uko wazi, kuna kitu nimeona sasa ndio nikaona kimbia. Lakini sisemi. Hapa huko nyumbani, lakini akia Mungu wala singamba ndana kima wala ndabonyi. Ndana kima ndabonyi wala singamba akia Mungu wala kati. Nini kubonyi? Ubonyi ki? Sisemi. Hivi, hayo maneno unaniambia mimi hata sikuelewi. Maana umetoka kuna kimbia, umeingia ndani lakini dadake samahani lakini sitakusudia. Hapa ndo nyumbani. Kwa nini dada? Sasa nakumbuka nichukue maji. Na kunywa kweli imenibana, nitakuelezea baadaye sawa? Sawa, tulia. Mimi nakuletea maji. Sawa. Ila atakuja tu kuchukua. Mbona leo umerudi na furaha sana hivyo? Afu mapema. Leo tena ninafurahi sio kifani mke wangu. Yaani hiyo mwamba huyo hapo. Umemuona? Of Tanzania. Umemuona? Mwanangu. Umetoka hapa hata lisaa lizima likubwa. Dakika 45 tu hazijaisha. Usingeweza kwenda kufanya kibarua chako na ukamaliza na urudi na hii pesa. Zubeda mke wangu. Hakuna kazi yoyote ya kibarua unaweza kufanya kwa muda dakika 45 ukapata noti ya shilingi 10,000 kijijini hapa. Hakuna. Nimepata zali mumeo. Nimetoka mguu nipe njiani nikapambana nayo 10,000 nikaokota. Nikaona siwezi kwenda kufanya kazi ya ukibarua. Narudi kwa Zubezubu. Mapema juu alama. Okay hela mke wangu. Acha maneno. Leo nakuomba taratibu, inuka. Jikongoje mama mdogo. Nenda sokoni. Kanunue mchele na samaki. Hapa leo ni punyenye. Basi na mtu anaongea. Anaongea baba Kei tu hapa ndani leo. Yo. Aya bwana. Najuta kuyafanya maamuzi, najuta kuyafanya soniusu. Nawaza nilaumu akili yangu ilonifanya fanye maamuzi. Na kama ningejua mapema nisingefanya. Ndo maana najutia kwa yale niliyofanya. Najuta. Wewe vipi? Kwani wewe inakuhusu nini? Una kazi ya kufanya? Mchana wote unawangawanga tu. Alafu mbona unapenda kunifuatilia? Unashangaza. Muda wote huu hujui hata kutua. Hebu kwenda mwana kwenda wewe.
Dunia, dunia, dunia ina mambo yake. Hii dunia, dunia, nimeona maajabu yake. Hii dunia, dunia ina mambo yake. Hii dunia, nimeona maajabu yake. Na muda najikuta niko sawa, ya walimwengu nawe yananichosha mimi. Ushirikina, ubakaji kazi kwao, ya dunia mama nachoka na dunia mimi nashindwa mama. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia kwa yale niliyofanya. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia niliyofanya. Najuta. Ya walimwengu yananichosha, najuta mimi, najuta. Vumi, unaweza kuingia ndani, mimi nitakusubiri hapa. Sawa. Ni hali ya muda tu, naomba unisaidie. Sawa, usijali. Chande, mimi nimemaliza, naondoka. Sawa, nashukuru kwa kunisaidia. Kidogo tu bana. Kiswahili wanasema beta mtume. Hivi unakunywa chai na wewe? Ndio nakunywa. Nikafikiri haunywi. Nisinywe kwa nini? Ila ni sawa bana, kunyaka ka ubaridi kidogo na ubosi timwili, maana unakuwa na joto. Hivi nikuuliza kitu mdogo wangu. Ndio nieleze. Hivi wanaogonga cheyazi, hivi ni wapenda nao au hata ndugu tu wanagonga? Mimi naona tu ni watu wote. Basi tugonge, unaonaje? Wewe ni chakula kimenani? Kimetamushi. Sema tu ni vya plastiki. Ingekuwa cha chuma gesi kanga. Lakini tuendelee. Lakini umepika? Kawaida yangu. Naona. Sema tungeongeza mafuta kidogo tu. Yaani ungepita mure kwa mambo hapa na nani. Wewe unapenda mafuta mengi? Lakini sio hivi, hata hivi sio mbaya. Hivi mimi naona na tu iko sawa. Hiyo kaka. Hata asubuhi mimi sijakuelewa ulivyotoka shamba. Ulipata na nini kwani?
Pale. Unajua bwana leo katika kutembea kwangu nilikuwa natembea kule kwa lile shamba lile lenye nhole la ujire mzee nani kule kwenye ntabio zangu. Nilikuwa nazunguka. Ndio. Lakini ndio kuja kuyaona ni hatari. Kuna huu msemo wa wazee wanasema ukiona mvua inanyesha halafu jua linawaka, ujue simba yuko naza huku Yanga wananyosha mbili bila. Ni baba hatari. Tena lara leo nilikuwa Rugaro kwenye mizunguko yangu. Si unajua ya kutembea. Kaka, hivi wewe tangu lini ukaenda Rugaro? Aya, mbona naendaga sana? Kwani ni mbali? Hata sio una. Naendaga. Sema bana, nilichokuja kuona Mungu wangu. Nilichokuja kuona macho yangu na yao. Heri ningekuwa tena upofu kwa kwamba nilichokiona. Wewe mwenyewe usingeamini. Unajua niona kitu cha hatari. Uliona nini? Acha bana. Loi, naomba urudishe ulichokichukua. Sitaki matatizo. Ulipofanyaje? Tatizo lako mdogo wangu, unapenda kudadisi, unadadisi sana. Ushaniponda tayari. Nimekuponza nini? Au umeshaniponda tayari shakanyaga. Nimefanya nini? Ushaniponza. Sijasema kitu. Sijasema kitu mimi warahi. Yaani toka siku ya hinda gambia hakimu ndako gamba. Hakimu hinda asema kitu. Sijasema kitu. Dada nimekwambia kitu. Hujaniambia kitu. Umesikia? Sijasema kitu warahi. Toka siku ya hinda gambia hakimu Mungu hinda kama na kimwe. Warahi. Hinda kama na kimwe. Hinda kama hakimu Mungu. Nimekwambia kitu. Kaye. Sasa sinda kama hakimu Mungu. Sijasema kitu. Usiniambie mbona sikuelewi kaka? Ndio. Amejuka. Kapotea. Kapotea nani? Eshe. Kapotea nani? Nishakwambia achana nao rafiki zako kina Swedi. Yaani tukukutane nao mimi sikuelewi kabisa. Mbadilika kaka. Ngoja kwanza. Kipindi ananiongelesha. Mbongo zako hata kusikia chochote. Sijasikia chochote. Acha. Sasa ni aje sasa hili? Sijui. Nakushangaa sijui ukoje wewe kaka. Sasa kwanza kwa hivi kwa mdogo. Hivi nilichokuwa na face kwa naangalia. Kwa hutaji kuona bana. Sijaona kitu chochote. Mimi nakuangalia hapa tuko wawili, mimi na wewe. Hakuna mwingine ambaye yuko hapa. Unaona sasa unachotaka kuniachilia mdogo wangu? Kila siku unapokuambia mambo yaende hivi, wewe hutaki kunielewa. Kama vile nimeona kitu lakini bwana kushawishi mwenzangu umeona kitu, hujaona. Sijaona nifanyeje? Hivi sasa hujaona mpaka naongea naye, namwambia. Wewe hujaona kitu. Mimi nimeangalia lakini sijaona kitu chochote hapa. Mdogo wangu acha masiara bana. Masiara gani? Acha masiara. Kama wewe unaona kama hivi. Kuna kitu nimeona lakini bwana nakashangaa eti hujaona hata hujasikia. Sijaona, sijasikia chochote. Mimi nasikia sauti yako kwa sababu tuko wawili hapa. Kwa mimi unaniona problem sasa sieleweki. Si ndivyo? Bwana utumie nature wewe. Tumia future hata wewe tumia future hata za ndani. Utagongo vipi wewe? Kama unataka sasa kunichukulia poa na kurudisha kwa dada yako kijijini. Kwa kosa gani? Unakula nini? Kwa kosa gani? Utajua. Kuna chakula changu kwanza naona kama hunielewi. Tarudi baada kama. Sasa unaanza nitaacha. Kula bwana. Nitakula kweli.
Chandi. 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 Mbona unalia? Kuna shida gani? Najua wewe ni mtu wa masiala sana. Na kuomba usiniangushe, usinifanyie kama kipindi cha nyuma. Naomba ujitahidi tukafanye kazi ya watu Chandi. Beni. Kwanza nisamehe kutokuonekana hizi siku mbili. Lakini hata hivyo sijafanya kusudi. Chande, tatizo lako wewe mvivu Chande. Hebu jitahidi tukamalizie kazi ya watu. Sawa, nakuelewa. Lakini mimi namaanisha mama yangu Debe. Mama akafanya nini Chande? Mama yangu hawezi kula, hawezi kutembea, na anajisaidia hapo hapo. Vipi Chande, umempeleka hospitali? Lakini hali yangu mwenyewe unaijua, kipato changu ni 1,000 tu mpaka 2,000. Nawezaje kumpeleka hospitali? Na hata hivyo hospitali ni mbali na ni gharama pia. Naelewa Chande, naelewa magumu unayoyapitia, na kuahidi kama rafiki yako nitakusaidia. Kweli hivyo? Nachokuomba tu Chande, muandae mama mweke katika mazingira mazuri. Mimi natoka, nikirudi tutampeleka mama hospitali. Basi sawa, nitashukuru sana rafiki yangu. Sawa Chande. Sawa Chande. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia kwa yale niliyofanya. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia niliyofanya. Najuta. Aha. Afadhali tumekutana. Ya Mungu ya murata mama nani mama Batuli. Sikia nikwambie. Unasikia mama Batuli? Leo na ubuyu hapa. Mungu akiendelea kukupa uzima, uhai kwenye hii dunia, unaona mengi. Hivi Mzee Hasani anachofanya katika hiki kijiji, hao ni kama anavunja mila na desturi. Anadiriki kufanya kitendo kama hiki kile, hata wewe mzazi ungekiona usingeafiki. Hasa mwanao Batuli. Atembea na lele Mzee Hasani. Mbona anavunja maadili hapa kijijini? Ni bora angetembea hata na sisi vijana. Kwa sisi masharubaro wa kijijini. Lakini anachofanya hapa kijijini hakipendezeshi. Sio kutembea na lele Mzee Hamisi. Ili Mzee Hasani anafanya vitu gani? Halafu kitu kingine sasa. Kitendo nilichokuja kuona leo hakipendezi. Anafanyia mambo yale kwenye shamba la kale kama mzee. Hivi atavuna nini? Si rana, si mkosi. Unafikia mwaka utavuna hata mihogo. Haki ya Mungu ndacho yaba umwaka ndacho yimbura. Ni rana, ni mkosi ule. Aya, asante baba. Nashukuru kwa ujumbe wako. Mimi naenda. Basi mwambie ikiwezekana hata niozeshe, niko single. Sawa mama? Wewe ni nani? Utakiwa kujua mimi nani. Ila natakiwa uache kufanya hicho ulichokianza. Kwa nini niache? Awali tu unakuwa jeuri. Inatakiwa uchague mambo haya mawili. Uacha kufanya hicho ulichokianza ili uwe salama, au matatizo ya Mama Chandi yahamie kwako. Unachagua lipi kati ya hayo?
hadi jina langu nalifahamu? Sina majibu ya swali hili. Chande, nguo hizi hapa ufeza mama. Asante sana mama. Sawa, usijali Chande. Kikubwa tu katika hili kuwa makini. Chande, Mama, kama tulivyokubaliana, sihitaji uwe karibu na binti yangu. Mimi nakwenda. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia kwa yale niliyofanya. Na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia niliyofanya. Najuta ya walimwengu yananichosha. Najuta mimi, najuta najuta kuzaliwa ndani ya ulimwengu huu. Batuli. Hivyo za kuniambia uliamkia wapi? Kuna mishe zangu. Kwenye mishe zako. Binti kama wewe, kuanzia asubuhi umeamka, umetoka hapa, umeenda kutembea huko, unarudi saa hizi saa 7, hujaosha vyombo, hujafagia, na unarudi saa hizi na kuuliza unaambia umetoka kwenye mishe zako. Kwani kuna tatizo mama? Hilo ni tatizo kubwa sana. Wewe umeshakuwa ni binti ambaye unaweza kuamka asubuhi na kufanya shughuli za nyumbani ukajua kwenda kwenye mishe zako. Alafu ulivyokuwa hauna adabu, nasikia sasa hivi unatembea na mzee Hasani. Kweli? Wewe umri wako una maana huoni? Mdogo? Udogo wangu kwa wapi? Yule mzee Hasani unalingana naye wewe. Kumbuka yule mzee Hasani ni umri wa kama baba yako. Kanizaa. Kwa hiyo maana wewe unamheshimu tu alokuzaa. Batuli, unajua hauna adabu wewe. Batuli, hauna adabu. Na ujue mimi ni nani kwako. Hivi mama, ugali wa juzi na jana, unajua hela imetoka wapi? Kwa hiyo nataka nikuulize hivi, mzee Hasani ndio amekukuza wewe mpaka kufikia hapa? Sio yeye. Lakini ugali wa juzi na jana. Batuli, chunga maneno yako hayo. Na ujue unaongea naye hapa ni nani? Najua naongea na mama. Batuli, kuwa na adabu. Hivi wewe mtoto, mimi nimekuzaa mimi kweli wewe? Kwani hauna adabu wewe? Kwa nini huniheshimu mimi? Aya, haraka ingia ndani, tuwe vyombo uoshe. Ingia ndani, tuwe vyombo uoshe. Shenzi wewe. Kuanzia saizi nsikwani umetoka humo ndani. Ushinde humo ndani, hakuna kutoka. Mbuzi mkubwa wewe. Nitakufuata humo ndani kuumize. Shenzi.
shoga yangu, nimekumbuka. Naona ukaribu sana na Chande umekuwa mkubwa. Kipi unachonificha mimi shoga yangu? Hapana, hakuna chochote. Maana juzi alikuita pale kisimani, mlivyoongea ulishika njia ukaenda bila kuniaga. Nafahamu unataka kujua ukweli. Chande mimi namheshimu kama kaka yangu. Maana mama yako alikuja kumwambia mama yangu kwamba wewe unataka kuolewa, ni kweli? Ndiyo shoga yangu, ni ukweli. Haya. Hongera. Haya, asante. Haya, tutaonana baadaye. Habari yako? Nzuri. Mbona una wasiwasi? Mimi sina wasiwasi. Ndio hofu. Ndio. Kaka yako jana alikwambia nini? Kaka mimi hajaniambia kitu chochote. Una uhakika? Ndio, hajaniambia. Kwa nini umeniuliza hivyo? Kama hajakwambia kitu, ni heri akaendelea kukaa kimya hivyo hivyo. Kwa nini lakini unaniambia mimi? Utajua. Wewe ndio yule usiseme. Maana usalama wa maisha yake uko mikononi mwako. Kwa nini lakini? Utajua kama nilivyokuambia. Unaweza kwenda. Sawa. Bora hata hivyo nimekutana mimi na wewe. Mzee Umbwe, wewe ni wa kujipa majukumu ambayo hali ya kuwa wewe sio Mungu, ni binadamu kama binadamu wengine hapa kijijini. Mavo, mbona sikuelewi? Unielewi kitu gani? Hivi unafikiria unachokifanya hapa ni nani asiyekitambua? Unatuma ndugu zako kwenda kufanya ukatili kwa watu. Mwogope Mungu wako. Umetumwa na mume wako? Wewe unachokifanya katubu. Dunia ina mambo yake. Hii dunia nimeona maajabu yake. Hii dunia ina mambo yake. Hii dunia nimeona maajabu yake. Na muda najikuta niko sawa, ya walimwengu nawe yananichosha mimi. Ushirikina, ubakaji kazi kwao, ya dunia mama nachoka. Oh, Vumi. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Vumi, mbona uko hivyo?
Una tatizo kwani? Hapana, sina tatizo. Nahisi uchovu tu. Hata hivyo unahitajika kupata mapumziko kwa sababu ya kazi za nyumbani na shamba pia. Pole sana. Ni kweli. Vipi hali ya mama? Inaendeleaje? Hali ya mama bado. Hata hivyo ndo kitu ambacho kinaniumiza sana akili. Kipi kimechomsibu mama? Ni siku 2 tu. Mama hali yake ilianza kawaida, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndo hali ilibadilika, ikawa kama hivi ambavyo unaiona hapa. Pole sana Chande, lakini mimi nimekuja kukuaga. Naenda kalewa kwa shangazi. Kuniaga? Kwa Vumi unaondoka? Ndiyo, naondoka. Kwa unataka kuniambia kuwa hautorudi tena? Sawa. Una machozi jinsi yanavyotiririka, baby ndo unaondoka, moyo wangu kutwa tunanung'unika, sijui nani atanishika. Mimi kipofu, hata mbele sioni, umeninyang'anya magongo, umenitupa shimoni. Chande, usilie. Najua unajisikia vibaya. Ukweli, mimi nakupenda. Na wewe pia unanipenda. Nimefanya yote kwa ajili ya wazazi wangu, wala sio kwa ajili yangu. Kwa naomba unisamehe. Mimi nakuacha. Una machozi jinsi yanavyotiririka, baby ndo unaondoka, moyo wangu kutwa tunanung'unika, sijui nani atanishika. Mimi kipofu, hata mbele sioni, umeninyang'anya magongo, umenitupa shimoni, na kama ningejua mapema nisingefanya, ndo maana najutia kwa yale niliyofanya. Najuta, 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 najuta. Dunia ina mambo yake. Muone, yaani mimi muda wote huwa nakuamsha, utaki kuamka, ndo naamka saizi kwa muda wako. Kiongo, ushajifungua tayari? Na mama yuko wapi? Tangu alivyoenda asubuhi shamba hajarudi. Alafu kwa nini uniulize kuhusu mtoto hali ya kuwa mimi bado ni mjamzito? Labda nikuulize wewe, uko sawa? Uniulize vipi mimi niko sawa wakati wewe ndio ulikuwa una hali mbaya na unalalamika uchungu hapa? Mimi kulalamika uchungu? Mume wangu, wewe umeanza kuchanganyikiwa, ila samahani kwa kuongea neno hilo. Wewe ndio kufika hapa nyumbani unapiga makelele. Labda nikuulize, uko sawa kweli? Mpaka sasa mimi sielewi.
Nini shida? Na kwa nini nipo katika msongo wa mawazo kila mara? Mimi ninachoshukuru umeamka salama, lakini yote na yote kuna kitu kinachonificha. Kumbuka mimi ndo mkeo. Hakuna chochote ninachokuficha mke wangu, ila mimi najishangaa tu, kwa nini nakuwa katika hali kama hii? Sawa, mimi nilikuwa nasubiri uamke niende dukani nikapate chumvi na mafuta ili kusudi nipike chakula cha jioni. Mke wangu, yaani ndio kusema ile hela nilokupa bado unayo? Ndiyo, tunajua hali tulionayo hapa nyumbani na barabara ya matumizi. Mimi nikuruhusu uende dukani, lakini usichelewe kurudi mke wangu. Unajua wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ni mnyonga mkali aini, ulimi mtekenya meno, macho mkonyeza jicho. Wewe ni marhubati manchechegwa. Naomba ukienda dukani wahi kurudi mama mtu. Sawa eh? Sawa. Haya. Usichelewe lakini. Haya. Roy, rudisha ulichokichukua, la sivyo familia yako iko matatizoni.